Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapendwa, niko mbele yenu Mwalimu Abdul Karimu. Alkadhalika, kama kawaida, tunasema kwamba mambo muhimu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatujalia uzima, anatujalia pumzi, anatujalia maarifa, anatujalia kila namna ya elimu kuweza kuelimisha watu juu ya mambo ya aina mbalimbali. Lakini alkadhalika, kama leo hivi ninakuja na somo moja kubwa kabisa kwa ajili ya kutatua changamoto za aina mbalimbali, hasa katika shughuli za biashara. Kuna watu wanapitia changamoto ngumu sana za kibiashara ambazo zinawapelekea wao kuweza kukwama, zinawapelekea wao kuweza kupata hasara. Sasa kama utaweza kuwa na mazingatio makubwa na ukaweza kunielewa, basi leo na kuondosha katika hasara na kuondosha katika majonzi ya kupungukiwa, sawa. Na leo mimi mwenyewe nitaweza kuelekeza njia ya kuweza kupata jini wa biashara, kupata jini wa biashara. Tumesikia wengine wakisema jini wa chumolete na mambo kadha kadha, lakini mimi nitaelekeza namna gani ambavyo unaweza kupata jini wa biashara, ni namna umpate na namna ya kuweza kumtumia ukaweza kupata mafanikio makubwa zaidi katika biashara yako ambayo wewe unaifanya. Tunasema ndugu zetu wapendwa, msiache kuendelea kusubscribe channel yetu kwa lengo na dhumuni la namna ya kuzidi kuendelea kupata masomo mengi zaidi, kuweza kujifunza zaidi na kuweza kupata faida kubwa zaidi, sawa. Basi ndugu zangu, bila mashaka aina yoyote, bila kuweza kupoteza muda, ikiwa wewe unahitajia kuweza kupata jini wa biashara, maana yake jini huyo aweze kusimama katika biashara yako kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, aweze kupingana na maadui, aweze kupingana na habari ya chumolete, aweze kukusaidia kuweza kupatia wateja na kuweza kuongeza pesa katika draw yako, basi ufuatana nami Mwalimu Abdul Karimu uweze kupata faida kubwa zaidi. Basi kuna mambo muhimu sana ya kuweza kuzingatia, hasa pale ambapo unataka kutafuta ushirikiano na majini, pale ambapo unaweza kuhitaji msaada wa kijini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi kuna mambo lazima uweze kuyapitia, na katika taratibu ya kuyapitia, manake kwa yule ambaye anahitajia majini lazima aweze kutumia maji ya bahari mara kadhaa kwa lengo la kuweza kujisafisha zaidi. Atachanganya manukato ayapendayo katika maji ya baharini, na anaweza kuyatumia maji hayo mfululizo angalau kwa muda wa siku 7. Baada ya siku 7, basi atafanya utaratibu wa kuweza kuinua nyota yake na akaweza kujipatia kinga. Baada ya kujipatia kinga, basi manake mtu huyu ana uwezo wa kufuata taratibu namna gani ya kuweza kuita majini na wakaweza kumsaidia. Kama nilivyosema, leo nitaeleza namna ya kupata jini wa biashara. Kwa hiyo kuna mahitaji ambayo yatakuhitajia wewe. Ni lazima uweze kupata vitambaa vitatu, ambacho kitambaa cha kwanza ni cheupe, kitambaa cha pili ni chekundu na cha tatu ni cheusi. Alafu utachukua mchanga wa kivuli chako, lakini tahadhari, manake uweze kuchukua kivuli chako wakati kivuli kinatizamika mbele yako. Kivuli kiko mbele yako, basi msaada mkubwa usaidiwe uweze kupata hicho kivuli chako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini pale unapokuwa tayari umekwisha kupata ule mchanga wa kivuli chako, basi ni vema ukaweza kuchanganya na mafuta yanayoitwa jina la Alwudi Gulabi. Changanya hivyo. Ukishakuwa umechanganya, basi chukua mchanga wa biashara yako, chukua mchanga wa eneo unalofanyia biashara, sawa. Ukishakwisha kufanya hivyo,
basi tafuta chupa 3 za kioo, ambazo chupa hizo zitakuwa na mifuniko yake. Ukishakuwa umetafuta hivyo, manake ule mchanga wa eneo la biashara yako na lenyewe basi utalichanganyia mafuta ya miski. Lakini hapa kwenye miski basi ipatikane miski original. Utachanganya miski, utachanganya na mafuta yanayoitwa Gift of Zanzibar. Changanya vizuri, changanya vizuri. Ukishakuwa umechanganya, basi utachukua kila kitambaa kimoja, unafunga huo mchanga kila pembe, manake kile kitambaa kinakuwa na pembe 4. Na kama kitambaa kinakuwa na pembe 4, manake utafunga mchanga wako huo kila pembe, unachukua mchanga kidogo unafunga fundo, manake zinakuwa fundo 4 kwa vitambaa vyote. Ukishakuwa umefanya hivyo, basi hakikisha siku ya safari yako kwenda baharini iwe ni siku ya Alhamisi. Iwe ni siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi mapema, basi wewe elekea baharini. Lakini ni vema sasa ukaweza kupata muda ambao maji hayo yatakuwa yamejaa. Maji hayo yatakuwa yamejaa. Basi chukua vitambaa vyako hivyo vyote ambavyo umefunga huo mchanga wa eneo lako la biashara, basi uviweke kwenye chombo cheupe. Weka kwenye chombo cheupe. Ukianza na kitambaa cheusi chini, unafuata kitambaa chekundu, juu yake weka kitambaa cheupe, alafu juu yake nyunyiza mafuta ya binti Sudani. Basi ukishakuwa umefanya hivyo, utaelekea zako baharini ukiwa na chupa 3 ambazo zina mifuniko. Sawa ndugu yangu? Basi ukifika baharini utafungua mifuniko ile 3 na uizike chini ya mnazi unaopatikana pembeni ya bahari. Ukishakuwa umefanya hivyo, basi ndani ya maji utaingia na chupa zako 3, alafu ukiwa na sufuria iliyobeba vitambaa vyote hivyo, basi utakwenda uhakikishe maji wewe yanakufikia shingoni. Kisha kuwa imekufikia shingoni, basi utazama mara 7. Utazama mara ya kwanza, utazama mara ya pili mpaka mara ya 7, na hivyo vitu vyako. Baada ya hapo utaweza kuviachia hivyo vitambaa viende na maji. Sawa, viende na maji. Baada ya kuachia hivyo vitambaa viende na maji, manake utachota maji mengine katika sufuria yako, utarudi nayo nchi kavu. Ukisharudi nayo nchi kavu, basi weka maji hayo chini ya mnazi, ambao mnazi huo umekwisha funika vile vifuniko vya zile chupa, lakini mifuniko hiyo iwe inatizama juu. Ukishakuwa umepeleka maji yale, basi utachimba mashimo 3 pembeni ya mnazi huo. Basi utazizika hizo chupa 3 bila kuzifunika. Kama nilivyosema, mifuniko yake tayari wewe umeshaifunika pale, umeshaifukia pale. Kwa hiyo zile chupa zitafika, utazifukia zibakishe midomo yake juu. Shabakisha midomo ile inaotizama juu, basi jaza yale maji, jaza yale maji ambayo umeyateka kule ndani ya hizo chupa. Ukishakwisha kufanya hivyo, basi utakuwa umemaliza na utarejea nyumbani. Ukisharejea nyumbani, ukifika sehemu ambako wewe ndio ungehitajia mgeni huyo aweze kufika kwa mara ya kwanza, basi wewe washa udi eneo hilo, alafu utatamka maneno ya kuhitaji kiumbe huyo kwa ajili ya biashara. Sawa? Utaita wewe bahari, wewe bahari, wewe bahari, wewe bahari, wewe bahari, wewe bahari, jini wa biashara, jini wa biashara, jini wa biashara na utajiri mkubwa katika mlango wa 7. Basi ukishatamka maneno hayo, utawasha udi zako na wewe utaendelea na shughuli zako, utalala. Basi mapema kabla hajaingia Ijumaa, utawahi baharini na utakwenda kuchomeka udi zako. Lakini kabla hujawasha udi hizo, ni lazima uangalie vile vitambaa ambavyo ulivitosa ndani ya bahari, ni kipi ulichowahi kuanza kukiona mwanzo. Maana vile kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni lazima vitaletwa nje ya maji, na kama vitaletwa nje ya maji huwezi ukavipata vyote. Kuna ambavyo vitachukuliwa na majini na kuna vile ambavyo vitabakia.
Sasa wewe utaangalia kitambaa kipi ulichobaki nacho. Sawa? Tunasema kwamba pengine umekwenda wewe umebahatika kuona kitambaa cheupe. Basi ukishakuwa umekwisha kuona kitambaa cheupe, utachukua sarafu ya chuma, pesa ya chuma. Kwa mfano Tanzania tunasema ni shilingi 500. Basi utaitupa kwenye maji na useme kwamba mimi sina kingine chochote cha kuwapa, lakini naomba niweze kupata nguvu kubwa na msaada mkubwa wa kupata pesa na wateja katika biashara yangu. Basi utaitupa ile sarafu. Ukishaitupa, basi wewe ondoka zako, ipe mgongo bahari, chukua hicho kitambaa chako, uelekee mpaka eneo lile pale ambapo pale uliacha sufuria. Kama utaikuta ni sawa, kama ukuikuta, fukua ile mifuniko yako, funga hizo chupa 3, zifunge vizuri ulizojaza maji zile, alafu zifunge katika kitambaa chako hicho, nenda nacho moja kwa moja mpaka eneo lako la biashara. Basi chupa hizo utatumia kusafishia katika eneo lako la biashara kwa muda wa siku, kwa muda wa wiki 3. Yani kila siku unanyunyiza kidogo ambapo unaingia kwenye kufungua biashara yako na jioni unapofunga. Na kila siku unawasha udi mmoja asubuhi na udi mmoja unawasha jioni. Ukishakuwa umemaliza kile kitambaa ambacho ulikitoa baharini, manake hakika au kukamua maji. Kama ukikamua maji, basi tafuta, tengeneza draw nyingine. Tengeneza draw ya kuwekea pesa nyingine tofauti na ile ambayo ulikuwa ukitumia mwanzo. Utakikunja vizuri kile kitambaa na kukijaza manukato na udi maka. Utakiweka ndani ya draw yako hiyo. Ukishaweka ndani ya draw yako hiyo, hakika draw hiyo pesa utakazokuwa unapewa ndipo sasa utaanza kuzihamisha kutoka baada ya kufanya hiyo kazi. Wale wateja watakao kuwa wanaanza kuja, zile pesa zote ingiza chini ya ile draw ile ya majini. Basi hapo ndugu yangu utakuwa umeweza kumpata jini wa biashara, na hakika utakachokuwa unakifanya kila inapofika mwandamo wa mwezi, basi unachukua mchele kilo 3, basi unamwaga mbele ya biashara yako. Unafanya hivyo hivyo kila inapofika mwandamo wa mwezi, basi utaona maajabu makubwa. Utapata pesa nyingi, utapata wateja wengi, utapokea simu nyingi, na utaweza kuona maajabu makubwa. Na wakati ukiwa ukilala usiku, unakuwa unamuona kiumbe huyo anakujia moja kwa moja na anakufahamisha jinsi biashara inavyokwenda na faida yake na nini kifanyike. Kwa hivyo ni kiumbe mzuri sana, wala ana shida yoyote. Ni kiumbe mzuri, ni kiumbe mcha Mungu, wala ana shida. Utaweza kumuona wewe, na baadaye baada ya wiki 3 manake atakupa maelekezo ya kupata pete. Akishakupa maelekezo ya kupata pete, basi ndugu yangu, kokote kule unakonisikia, kama hujaweza kuelewa vizuri katika mlolongo ambao utapewa na kiumbe wako huyu ambaye umemtafuta kwa lengo la yeye kukusaidia kukuinua kibiashara, basi kama utakuwa na changamoto ya pete, basi unaweza ukatuona, ukatutafuta kwa namba zetu ambazo zinapita katika screen yako, ili utatuuliza mambo ambayo sisi tutaweza kukushauri na mambo yako yakaweza kwenda sawa. Kwa ndugu zangu, msiache kusubscribe, mambo ni mengi, tuendelee kujifunza. Kuna wengi bado wanahitajia kuweza kupata msaada, kuna wengi bado wanahitajia kuweza kujifunza kwa kufaidika na kufaidisha jamii kwa ujumla. Endeleeni kusubscribe. Tunaendelea kusema kwamba tunatoa huduma nyingi iwezekanavyo, na sisi tupo kokote ambako dunia inakwenda ama dunia inapozunguka, basi na sisi huduma zetu tunazifikisha bila mashaka ya aina yote. Basi mlikuwa nami Mwalimu Abdul Karimu. Msiache kuniuliza ama kudondosha comment pale, wewe unamuonaje jini wa biashara? Umeshawahi kukutana na jini? Kama umewahi kukutana na jini, tudondoshe comment kwamba ulishawahi kumuona jini, basi tutaweza kushare na wale wengine ambao wanahitaji kuweza kupata masomo mengi zaidi yanayohusu majini. Basi msiache kuweza kudondosha comment, tuweze kuwaleteni masomo kutokana na yale mnayoyahitajia. Basi Mungu ni mwema na tubariki sote.